Yes guys, what's up? Charles Doya here. Now, si kujua salamu inaweza kuwa expensive hivyo. Now, look what is happening. How ma musician wetu wa kutoka mlima, all the Kikuyu musicians, well not all of them, but salamu tu ya Kidiki imetuma watu wengine watoke from 500,000 subscribers wakarudi hadi 34. I'll tell you more details. Welcome to this video. Karagwa Muraya. Hii story ilianza tu kimchezo. Ilianza by huyu jamaa anaitwa Karagwa Muraya. Ilianza tu na story tu kidogo, akakuja akaambia watu sha inafanya. Sijui nini, wealth. Most of Kenyans were hearing none of that. Now, so musicians walishikana. We have the likes of Jose Gatutura, Garoya Junior, Karagwa Muraya, there is this Midu, Wajasali, kuna huyu mwingine, nasikia hadi mwingine anaitwa Bishop wa Rokemi, anahubirigi para OTC kitu kama hiyo, sijui, nikusema tu, nilisikia tu. Now, hawa watu walienda kusalimiwa. Na salamu ya mkono siku hizi imekuwa costly sana. Unaenda kusalimiana, wewe hauna kitu kingine, wewe ni salamu tu unaendea, unapata umepoteza subscribers. Now, salamu zilienda na wakapewa salamu na Kidiki. Pale ilikuwa Karen na wakasalimiana. So, after salamu, mi nakwambia social media ilikuwa flooded. It was flooded na comments. Now what happened? What went down? Kuhusu hiyo salamu. Na let me tell you, hiyo salamu imecost most musicians. By the way, imecost wengi sana. In terms of emotional damage. And some of them, wacha tuseme ni career damage. Juu ya kwenda tu kusalimiana. This is why, ilianza tu na comments. Kimchezo tu. This musician called Garoya Junior, I heard jamaa amepoteza hundreds and hundreds of thousands of followers on YouTube. Kutoka 563 as you can see, mpaka wakarudi hadi 30, I think 32 or 34. You can imagine. Well, that is what the social media is saying. Angalia mtu anaitwa Wajasari. Wajasari amekapitia. Kenyans are ruthless. They have really demolished Wajasari, and she's a very strong woman. Kama bado sahi anapost something kwa mtandao, Wakenya wamewamaliza kabisa. You know, social media, when you go to the comment section, kwanza kuna hii post this lady aliweka, Wajasari, kuna hii post aliweka yenye nimekuwekea sahi. Let me tell you what followed. It's not something that you would want to watch. I cannot even put those comments here. Go to her page. Uangalie hii post ameweka hii. Uangalie hii post tu, then usome hizo comments zenye watu wameweka. So, go to this other musician, Jose Gatutura. Huyu jamaa aliona kumeshikana, moto imewaka. Do you know what he did? Aliingia mtandaoni. Akaanza ku-apologize. Well, I won't term it as apologizing, but akaanza kuji-explain kwa nini alienda huko. Yeah? Alafu people are very funny, wanasema ati Garoya Junior alisema ati walienda kutetea Samido afanyiwe promotion. Unajua Wakenya hata nyinyi sometimes mnaongeaga vitu zingine. Ati walienda kutetea Samido apandishwe nini cheo. Really? No. So, watu kama Karagwa Muraya wamepitia. Na Karagwa alisema hivi: hakuna tofauti ya Mkikuyu kutoka Murang'a, kutoka Kirinyaga, kutoka Meru, kutoka Embu. Sisi wote ni wa Mount Kenya. Wale watu ambao Mungu ametumia sana kushikanisha jamii ni hawa waibaji wa Excellency. Ukiona mtu kama Kamanda wa Kioi yako hapa, our senior. Ukiona mtu kama Bishop George Wachira wa Rokemi ako hapa. Ukiona mtu kama huyu wa Kirinyaga, Apostle Job Ayub
ako hapa. Wow. Good. Ukiona Koroga wa Wajiko, wote wako hapa. Na wote na hata sitawataja na majina. Ujue waibaji wote kutoka siku ya leo. Na kutoka ile siku ulituambia kujeni tufanye kazi pamoja. Sisi wote tuko nyuma yako na tunakupenda kama mtoto wetu wa mlima. Na hii maneno yake ndio imemfikisha hapa, because Kenyans were not happy. Now there's this lady ako TikTok, kuna aliongea some things. I can't even play the full video, but those who understand Kikuyu, you can go to her page. Let me play you a bit of the clip, although we are going to blur some of the sounds. Haziko sawa. Karagwa Muraya. Karagwa Muraya. Toto dohana to othirete ukahana to thireirwo ni hakiri. Thirete. Ndungiconoka ukiuga ni uguka kuiguithia ground. Ni ground iri kuroka kuiguithia kai wina ground ya kumwanya. Wina ground ya kumwanya mwena inye cio mrare naona kou. Asa midu acio mako mahane mwerutitwo mahuthiro. Karagwa Muraya. Uturete guku online uhothithitie. Atumia na guku marakua makiaga kuheo rigitani thibitari, magakua makiheo ciana, sha yagite kuruta wira. Na riu niwe oroka kwira andu guku ati sha ni iraruta wira tondu ni urarikire guthie gwa Kindiki uraheo mbeca. Mbere yo utanathie gwa Kindiki tutanakuona kuu ri uraregete kumira niki ukio twire sha ni iraruta wira, kana muthenya uria brother yaku yariricagwo ri waregire kuingira online niki utwonie sha ikirihira muru wa nyukwa. Kenyans were angry bana, walikuwa wamekasirika. Mnaenda kusalimiwa, and they are saying this guy's got 50k. Na walikuwa wengi. Then people were asking why Kikuyu musicians? Kwani hakukuwa na musicians wengine? You know, people were just asking questions. Na lakini mimi siulizi maswali, mimi msinikujie, mimi siulizi, nasema people were asking questions. Kindiki aliwasalimia na walisalimika vizuri sana. But now mi naweza advise musicians wenye you upcoming mainstream wenye mko hapo, when you get into politics, ukiingia anything, maybe you are not going to do politics, amuko umeenda kufanya politics, but when you want to do something to do with politics, because you did something to do with politics, you went to Kindiki and he's a politician. And you know, in Kenya we are divided by a political line. Yes. Ujue ukienda hapa, kuna mwenye anakufollow kwa pande ingine. Ukienda pande ile ingine, kuna mwenye anakufollow kwa hii pande ingine. Because zile insults niliona zimetupwa kwa Samido, I know. Imagine Kenyans can turn against you in a matter of seconds. You people, you have to be very careful. So my advice to musicians, please, if it's entertainment, stick to entertainment. Kama unajua wewe ni musician, kazi yako ni kucheza music, please stick to that. The moment umeamua kwenda sijui kusalimiana, we are going to solve, tulikuwa tuna meet tuongee kuhusu what is affecting the music industry. No, hiyo ni kitu ingepelekwa bunge. Waende waseme musicians wanapitia hii. And if you want to know, it doesn't have to be public. Munaweza meet na wao kando muaulize ni nini na wasubua musicians, if at all that was the case. But his story mpaka mnaenda kucheza ngoma huko, and you know the situation in the country right now. Ujue people have started, and it's not okay. You guys, you have to either you decide unataka ku involve yourself in political ground, ama you want to stick to entertainment. But in Kenya you can't do both. Salamu mimi nimeona ni costly. Mimi sitaki salamu ya mtu. Sitaki salamu, sitaki hawa 1000 subscribers niko nao tena watoke tena nirudi zero. Anyway guys, thank you so much. It is just a video. We are just trying to highlight, and so see you next time, and thank you so much for watching. My name is Charles Toya. Keep it locked. Peace. I'm out.